au mawakili wa serikali kwa utaratibu huu. Kwa mheshimiwa, tunachezewa. Watu hawafanyi kazi, wanafungua mashtaka makubwa, alafu ndio wanaanza kufikiri ushahidi uko wapi. Hizi kesi mbili mheshimiwa, hizi kesi mbili kubwa nilizosema ambazo zilifanyika katika mazingira haya miaka 55 iliyopita, teknolojia ilikuwa 1970 au 82 83 ukilinganisha na leo. But people took treason cases seriously. They worked timelessly. They worked timely. Justice was delivered in good time. Tuko siku, mimi niko gerezani leo siku 83, bado tunaomba kuahirisha. Sasa mheshimiwa, naomba kujiuliza na mahakama yako ijiulize. Shtaka hili linasema hivi, mshtakiwa ni mmoja. Itakuwa kesi ya kwanza katika historia ya dunia hii kwamba mtu mmoja peke yake ndio anafanya uhaini. It is the first time in world history one person is being accused, is being charged with treason. Sasa wanasema ni mtu mmoja, uhaini wake aliufanya siku moja, wameitaja tarehe 3 Aprili. Siku moja kwenye mkutano wa waandishi uliohudhuriwa na wanachama, waandishi hapa, kila mtu alikuwepo, umekuwa broadcast live. Maneno wanayoita ushahidi uhaini wameyasema. What are they investigating? Wanachunguza kitu gani? Ni kitu gani ambacho kinashindikana? They are taking all this time. Na mheshimiwa, actually tunafahamu it is on record, it is on court record. Hii kesi, huo mkutano unaodaiwa ni wa uhaini umeshachunguzwa na ulichunguzwa kwa siku 4. Wameleta shahidi hapa, aliyechunguza amesema nimechunguza kuanzia tarehe 4, tarehe 8. Ngoja, shahidi amekuja hapa, amekuja kwenye mahakama na kesi mbili mheshimiwa. Sasa hii ni tofauti na nyingine. Well, they are connected. Yeah. If you want to say they are not connected, they are. No, let us put the record clear. Okay. This kesi bado haijaanza kusikilizwa. Sawa. Bado tuko kwenye committing stage. Fine. Yeah. Fine. Nachosema ni kwamba kwenye kesi ambayo imetokana na the same event, the same transaction, the same day, the same person, in fact the same meeting, wamesema imechunguzwa na mtu mmoja anaitwa Assistant Inspector John. Narudia tena. Kwa hiyo narudia tena. Shauri hili bado halijaanza kusikilizwa. Tupo katika committing stage. Sawa? Nataka kama mheshimiwa iwe kwenye record. Iwe kwenye record. I'm not asking you to make a decision on that one. I just want you to put it on record kwamba actually we know what the games they are playing. Imechunguzwa siku 4. Ndio maana tarehe 9 nikakamatwa na tarehe 10 nikashtakiwa hapa. Kwa hiyo wanayosema ya miezi 3 baadaye, hii ni nini kama sio abuse of the court process? Endelea. Mheshimiwa, DPP, mkurugenzi wa mashtaka, mwendesha mashtaka ya jinai kwa nchi hii, anawajibu kikatiba
wa kuhakikisha mfumo wa mashtaka hautumiwi vibaya kuonea watu. Hautumiwi vibaya kuonea watu. Article 59B(4) ya katiba. Katika kutekeleza mamlaka yake, mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote au mamlaka yote, na atazingatia mambo yafuatayo: a, nia ya kutenda haki; b, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na c, maslahi ya umma. Na wajibu huo, mheshimiwa, ni wajibu wa kisheria vile vile kwa mujibu wa sheria ya mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka, National Prosecution Service, Section 8. In the exercise of powers and performance of his functions, the director shall observe the following principles, namely: A, the need to do justice, the need to prevent abuse of the legal process, and the public interest. Kama kesi kubwa za uhaini zilitumia miezi 6 na siku 17 miaka 55 iliyopita, au mwaka mmoja na siku 17 miaka 43 iliyopita, 42, I'm sorry. Mheshimiwa, ni haki gani ambayo inatendeka hapa? Hiyo nia ya kutenda haki iko hapa. Siku 90 hatujaanza, bado tunaombewa ahirisho. Hiyo haja ya kutenda haki iko wapi? Hiyo haja ya kuzuia matumizi mabaya ya mfumo wa kimahakama, mfumo wa mashtaka iko wapi? Na ni maslahi gani ya umma yapo hapa? Maslahi gani ya umma yanayo justify uzembe wa aina hii? Uzembe. Na mheshimiwa, nisije nikasahau wajibu wao mwingine wa katiba, wajibu wa mahakama yako tukufu. Ibara 107 capital A ibara ndogo ya pili B. Yes. Katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria, mahakama zitafuata kanuni zifuatazo, yaani B, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Mheshimiwa, ukiwaruhusu ahirisho jingine, utakuwa umekiuka, kwa maoni yangu, utakuwa umekiuka wajibu wa kikatiba wa mahakama yako tukufu kuhakikisha haki haicheleweshwi bila sababu za kimsingi. Kwa hiyo tunafanyaje? Na kitu gani naiomba mahakama yako tukufu ifanye? Namba moja, Mheshimiwa Hakimu, ninaomba mahakama yako tukufu waamuru mawakili wa serikali
waiambie mahakama, baada ya kukaa na hili faili kwa wiki walizokaa nalo, ushahidi unatosheleza. Kama ushahidi unatosheleza, wapeleke mahakama kuu, ukakutane kwa jaji. Hilo nafasi, na hiyo ni 245(5). Kama wanaona upelelezi, ushahidi walioupata hautoshelezi, waelekeze mheshimiwa, waamuru, sio maelekezo.